Alright, mambo inazidi kuwa moto sana kwenye kipindi yetu ya Neema watu wangu wa nguvu. I'm back kama kawaida, lazima nikupige updates na mapema tena sana. Ya Monday iko ready mtu wangu, na kama uje subscribe unaweza subscribe pale. Anyway, bila kupoteza muda mtu wangu wa nguvu, tunaingia kwa kipindi hivi sasa. So leo tunaanzia wapi? Leo tunaanzia pale tunamuona Sharon akiwa na mzee wake pale kwa nyumba pamoja na mtoto wao pale wameketi pale. Mida ni ya sapa pale kidogo. So kidogo mtoto akamwa kujitoa kidogo, akaamua kujitoa. So wakati alijitoa hivyo, Sharon alikuwa pale na mzee wake pale. So kidogo Sharon akamuuliza mzee wake, "Vipi? Mbona?" Mzee wake alikuwa anakaa worried sana na kama mzee anajihurumia. Kumbuka ile story pale alianza kazi ya kwanza na mambo bana, wateja wanamsumbua. So alikuwa na stress. So kidogo Sharon akamuuliza, "Vipi? Uko sawa?" Ya akamwambia niko sawa. Akamwambia hapana, unakaa ni kama uko na stress hivi, shida iko wapi? So huyo mzee wa Sharon akamwambia Sharon, unajua vipi? Mazee, hiyo kazi yenye niko ndio inanipiga stress. Akamwambia mazee, Sharon akamwambia sasa wewe ndio job umeingia kwa mara ya kwanza. Unaanza kuongea tena ati inakupea stress vipi? So mzee akamwambia vipi? Juu customer mazee. So Sharon akamuuliza customer mmoja, akasema karibu wote. So Sharon akamwambia basi kama ni customer wote inamaanisha wewe ndio problem sasa. So mzee akamuuliza vipi, mbona unaniambia hivyo? Mimi najaribu kuambia shida zangu umeniuliza, alafu unaniambia tena mimi ndio problem. Akamwambia wewe ndio problem. Juu unataka kuniambiaje customer wote wamekugomea, wote wanakufanyia makosa. Inakaa wewe ndio uko na shida. So mzee wake akamwambia mazee, I wish ingekuwa wewe ndio unafanya hii job, ujue vile iko na challenge. So Sharon akamwambia okay, so usifanye hivi, umekuja na hii excuse ndio urudi kwa ile job yako ulikuwa unapiga almost 6 months ndio urudi hapa. So yeye akamwambia hapana. Sio hivyo, ni vile tu job mazee haifanyi vizuri. So Sharon akamwambia hii job umeweza complain kwa siku ya kwanza, inamaanisha unanicheat. Are you cheating on me? Unanicheat. Jamaa akashtuka akamwambia Sharon, hii ni gani sasa umeanza? Akasema mbona tu I make sense una complain kwa siku ya kwanza. Ni kama uko mali ulikuwa na mtu mwingine ama nini. So amejump pale, ameanza kumgeuka pale. So jamaa ameanza kumpembeleza pale, anambia Sharon hapana, nyamaza, isiko ni excuse, kwa ni mambo ya kugombana tena, wachana naye kabisa. Akamwambia basi weka bidii. Piga hii shughuli na uweke bidii. Na akamwambia na by the way, umesahau kwamba msichana wetu anafaa kwenda university. Umesahau hivyo, na sije kuambia mahitaji yake umesahau. Na hata hivyo unajua vipi, hii nyumba hii viti hata imeniboo sana. Huyo ni nani? Ni Sharon. Hii viti imeniboo sana, nahitaji viti zingine. Sasa jamaa vile anampiga macho na hali vile ni ngumu, anamshangaa tu. So kidogo wakiendelea kugombana hivyo, msichana wake akakuja. Of course kama kawaida kuna ile respect. Wakanyamaza sasa. Kidogo msichana ameingia pale. So akaketi chini na akasema mazee, nimesikia mkiongelelea stories za university. Anyway, shida iko hapa, siku perform fiti. Babaka akamwambia, so what? So what? Si kila mtu anaenda university. Si kila mtu anaenda university. Unaweza fanya kitu roho yako inataka. Wacha nikwambie msichana yangu. Unaweza amua kukaa kwa hii nyumba, roho yako ikisema. Unaweza amua kutoka nje utafute kazi, roho yako ikitaka. So lazima tini university. So unajua roho imepungua juu anaona hiyo mzigo ya kumpeleka shule imepungua pale. So kidogo Sharon anaangalia tu, kidogo Sharon akawapigia makofi. Bravo. Father of the year. Anamwambia nani? Anamwambia sasa babake Val. Hadi anamtusi pale. So babake Val anamwambia vipi? Sina mwambia ukweli. So kidogo akamwambia tulia. Akaambia Val, penduka hapo niangalie. Wacha nikuambie Val. Either ikuwe university, ikuwe college, ikuwe online classes, nataka usome. Lazima usome. Kusoma naye ni lazima. Kusoma naye ni lazima. Ama, mimi singetaka maisha yako ikuwe kama hii yangu. So Bavala akamwambia wewe Sharon, akamwambia stop it, nyamaza. Kuna kitu unasema wewe. So wewe ndio hutaki mtoto asome. So akamwambia Vala, acha nikwambie. Kusoma lazima usome. Na ujikaze na utie bidii kabisa. Si kila mtu ako lucky kama akina Jojo. So wewe itabidi ujitume, ujikaze, ufanye anything you can do. Ufanye nini? Usome. So kidogo Val anataka kumwambia sijui nini. Val nani kama hataki kusoma, anataka kumwambia kitu hapo kidogo. Babake kaingilia. Babake kuingilia akamwambia wewe hebu nyamaza. Wewe ndio unataka kuharibu mtoto. So kidogo babake akasema anyway Val, mimi nitafanya chochote kile niwezavyo hadi usome. Nitafanya anything hadi usome. So Val kulingana vile anafeel kama alianguka, kama hawezi pata shule yote ama nini.
So nakutoa pale kidogo na kupeleka sasa pale kwa Neema. So pale kwa Neema, kumbuka ni mida ya usiku pale. Tunamuona Neema pale akiwa na Mark pale kwa kiti. Mark anajaribu kumpembeleza akimwambia relax. So Neema analia pale baada ya Eddie kusema mazee, hii divorce itatake mazee more than a year. So hiyo kitu inamuuma sana. Alafu anafeel vibaya juu Mark mazee vile wanamfanya si fiti na wanafanyia kwake kwa nyumba. So alikuwa pale analia, so Mark anampembeleza kidogo, hii anakakam. Yeye kama kauliza mama, mbona unalia? Mamake akamdanganya akamwambia hapana, ni vile macho inaniuma. Yeye pia ni mjanja, akamuuliza vipi? Kwani nyinyi wote macho inauma? Mpaka Jojo macho inamuuma? Hebu niambie ni nini? So juu nimeuliza Jojo akasema nikuulize wewe. So kidogo tunamwona Mark anaambia Ian tufanyaje, si uongee tuna madhe kesho atakuwa sawa. Ian akamwambia hapana, nataka kujua ni nini inaendelea, kwa nini wanalia, what's wrong, what's up? So nataka kujua. So kidogo mamake akamwambia hapana Ian, enda tu ulale. So akamfukuza, ile kumfukuza aenda afanya nini? Aenda kalale. So Ian akatoka pale. Mark akabaki pale na bado kumpembeleza pale. Mark akaamka akatoka. So Neema amebaki pale kwa kiti mazee, ako na yani mazee inamuuma lakini afanyi vipi. Okay, na kutoa pale kidogo na kurudisha pale kwa Sharon pamoja na jamaa wake. So kidogo jamaa wake akamuita Sharon, akamwambia umenishtua, akamwambia pole, ni vile nimeona tangu tukule sapa sioni kama uko sawa, what's up? So akamwambia kuna vitu nafikiria kwa akili yangu. Akamwambia unafikiria nini? Akafikiria, akamwambia Sharon sasa, akamwambia mzee wake, nafikiria mali yenye vitu Neema yako naye yenye mimi sina. Natamani vitu Neema yako naye yenye mimi sina. So mzee wake akamwambia unafikiria vitu kama hizo aje? Kwani unafikiria vitu kama hizo vitu za watu? Akaambia hapana, mimi nafikiria kukuwa pia na vitu kama hiyo. Akaambia hapana, wewe uko sawa na usijilinganishe na mtu. Huwa nakwambia usijilinganishe na mtu. Wewe uko sawa na kuna vitu wewe pia unashinda Neema nayo. Akamwambia hapana, kama basi kuna vitu unashinda Neema nayo, si basi yeye ndiye angekuwa anasikia wivu kwangu. Akamwambia hapana, we relax. Yaani unasema hivyo na vile mimi huwa najituma hivyo. We sasa ndiye akaharibu. Sharon akamwambia ati unasema nini? Ati wewe ujituma. Wewe unajituma wapi? Na vile saa hizo ushaanza kucomplain kazi kwa siku ya kwanza. Unafikiria sikujui? Wewe ujali anything, ujali kuhusu masomo ya Val. So jamaa akamwambia hapana, mbona unarudia words? Mimi nilikuambia, mimi napenda wewe msichana sana. Akamwambia hapana, wewe ujali Val kwa sababu ni msichana. Uvalue masomo yake kwa sababu ni msichana. Akamwambia hapana, mimi napenda Val sana. Na nitafanya anything kuhakikisha ansoma. Akamwambia hakuna, wewe nakujua vizuri tena sana. Unadhani sikujui? So babake Val akamwambia najua, lakini kenye naomba tu kutoka kwako nipatie tu time kiasi. Nipatie tu time kiasi nijipange. So Sharon akamwambia acha nikwambie, vile wewe nakujua au nikalimu tu utachange. So jamaa akamwambia hapana, nipatie tu time kidogo na mimi ndo provide kila kitu mazee mnataka. Just give me a little time nijipange. Alafu nahakikisha wewe na Val kila kitu inakuwa sawa, amkosi kitu yote mnataka. So nakutoa pale kwa kisirani kidogo na kuleta pale kwa babake Jaden pale. Kumbuka Wilkista alikuwa amekuja pale baada ya kufanya ile divorce pale na ule mzee wake. So wakati afika pale usiku pale akalala pale kwa kiti. So huyu jamaa ameenda pale bedroom yake, ameshughulika, ametengeleza vizuri. So hakuja akampata pale kwa kiti. Akamuita Wilkista alikuwa amelala kwa kiti. Kuamka akamwambia pole, sikuwa na wania kukushtua kukuamsha. Nilikuwa nakwambia hapa kwa kiti utaumia shingo. Nilikuwa nataka uende ulale pale kwa room. So Wilkista akamuuliza unamaanisha room gani ya Jaden? Akamwambia hapana, yangu hiyo. Akamwambia haje, itakuwaje? Akamwambia hapana, wewe sitakubali ulale kwa kiti, utaumia shingo. So but alikuwa amebeba some blankets amekuja naye hapo, inamaanisha hiyo ni yake ya kulala kwa kiti. Sasa ndiye analala kwa kiti. So akamwambia wewe nataka uende wapi? Nataka uende pale kwa room. Design mzee ako na huruma. We huruma nayo. Manze amesahau kila kitu yote huyo madhali mfanyia kumwacha vile hakuwa na do na kufanya. Manze kuna watu wako na roho safi. So Wilkista anajaribu kukataa pale, anamwambia hapana haje sasa. Akamwambia please, wewe singetaka ulale hapa, enda ulale pale tafadhali. So Wilkista akamwambia hapana. Na wewe? Akamwambia mimi niko sawa. Akamwambia hapana, unalala wapi? Akamwambia mimi kwa hii kiti nimelala miaka mingi, so nitakuwa sawa. Akamwambia sasa ndio Jaden akupate kwa hii kiti, sasa ndio itakuwa mbaya kabisa. Akamwambia no,
Jayden niachie mimi mwenyewe nitadili na Jayden. Bora singekwambia uende ulale huko, so uende ukalale huko ufeel comfortable. Wilkista akasema ni sawa, so akamwambia pia na uende na bag zako, lakini kulingana na vile mzae anaangalia Wilkista, chako ni chako mtu wangu, yako ni yako. So design anamwangalia mapenzi nayo, so kidogo pia akamwangalia akajua mzae yako idhaa yangu. Akaamuka akatoka, vile aliamuka akatoka mzee alikuwa anamwangalia tu na nyuma mzee. Anyway, mambo ni kama hivyo sasa. So Wilkista akiingia pale kwa room, akaingia mpaka kwa room, kufika kwa room mzee akasema what this room mzee ina bring a lot of memories. Ani ni ile room tu alikuwa akiwa bado wachanga. Noma sana. So unakwambia ako pale anawaza, anaangalia kila mahali, yani anawaza na kuwaza kabisa. Unajua kuna mahali unaweza kaa una feel tu uko na ile amani bila ile pesa, uko na amani, na unaweza kuwa na ile pesa na una amani. Hauna ile do but uko na kale ka peace. So mzee anahitaji hiyo peace. Anahitaji hiyo peace. So kidogo na kutoa pale kidogo, akiendelea kuwaza pale akiwa pale ndani zile memories, na kutoa pale kidogo na kupeleka pale kwa Jojo. Tunaona kama message inaingia kwa simu yake. So imekuwa ni call pale kidogo, kureceive akapata ni nani, ni Jayden akamwambia ni aje, akamwambia poa, unaweza toka nje kidogo, niko hapa hivi nje. So nani ameshtuka like uko hapo nje, unamaanisha nje wapi? Hapa kwetu. Akamwambia unaweza toka nje kidogo. Akamwambia umekuja huku mpaka saa hizi ni malate. Jayden akamwambia anyway sorry, acha tutaongea tu kesho, hata sijui nilikuwa nafikiria nini. Akamwambia no wait. So akangoja pale kidogo, kutoka hivi wakati anataka kutoka akapata Neema na Mark wako pale sitting room. So wakapembelezana pale mpaka usingizi iliwashika pale. So akashindwa atapitaje, akapita mlango ya nyuma. Kupita mlango ya nyumba akaenda akapata nani? So akapita mlango ya nyuma kidogo, Mark akafeel kama kuna mtu amemove. So wakati anakaambia Neema amuka, na feel kama kuna mtu ametoka. So Mark kutoka hivi kuchungulia akaona ni Jojo na ametoka. So kuja vile alirudi akaambia Neema akamuuliza nani ametoka, akamwambia ni Jojo. Akamwambia amefanya tu vile nilimwambia. So ana feel kama vile alimwambia atoke aende, hivyo ndio amefanya. So kufungua gate akapata Jayden hapo, akamuuliza nini? Jayden akamwambia imagine amekama. Akamuuliza nani amekama? Akamwambia Madhe. Amekama wapi? Kwa nyumba. Kufanya nini? Ati amekuja kuishi. Haji ati ameachana na mzee wake. Sasa amekuja kwa nyumba amekuja kuishi hapo. Haji na babaka akakubali, akasema imagine amekubali. Huyo mzee amenibo, imagine amekubali. So akamuuliza so George akamwambia kumbe mazee mapenzi ya kitambo huwa ipotei tu hivyo, huwa ikufi tu. Akamwambia mazee but mimi siwezi kubali kitu kama hiyo Jayden. Sasa mimi siwezi kubali kitu kama hiyo. Mtu hawezi toka from nowhere anakuja tu hivyo alafu kila kitu iko sawa. Mimi siwezi kubali kitu kama hiyo. So kidogo tunamwona George anaanza kusmile pale kidogo. Akamuuliza vipi, nini unacheka? Akamwambia it is funny kwa sababu mimi najaribu kukutanisha familia yangu alafu unajaribu kutenganisha yako. So ina sound funny sana. So Jayden akamwambia hapana, unajua si same, case ni different. Hizi case si same, ni tofauti sana. Mtu hawezi toka na huko tu kabisa hivyo. Kesi ya babako na mamako na yangu na my dad ni tofauti sana. So kidogo na kurudisha kwa nyumba. So Neema vile alifikiria maybe Jojo ni kama ametoka ameenda. So kidogo Mark akakuwa na ile hata akamwambia hapana, tuwezi muachilia aende, saa hizi ni late. Wacha tumtafute tumuone. Saa hii ni late, tuwezi achilia aende. So hao vile walitoka, Jojo kumbuka Mark sasa anaishi place fiti kiasi, so kuna gate. Hao bila Jojo alitoka, Mark aliona Jojo akitoka tu, ameenda wapi? Ameenda nje ya gate. So hakuona Jayden. So wako wanataka kumfuata wajue ako wapi. So vile walitoka hivyo kufika nje ya gate pale wakaona ni Jojo ako na Jayden. So juu pia Neema ni mtu anaelewa, hakutaka hata kuwashtua, akawaacha wakarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba pale kidogo naona Neema anaambia Mark mazee, ani Jojo hawezi give up hivyo. Akamwambia hapana, ina sound kitu different. So anaona Jojo, anafikiria Jojo maybe anataka kuchomoka. Mark akamwambia hapana, inakaa kitu different. Mark akamwambia Neema akamwambia hapana, huyo huwa give up hivyo haraka. So okay, so kidogo Mark kama kujitetea kusema mazee, kitu ya maana hapa mazee ni mimi niko tunawe close. Mimi na wewe ndio kitu ya maana kwa life yangu.
design nakupenda mazee, hakuna kitu inaweza fanya nikose kwa karibu yako mazee. Ani wewe ni mtu wa baraka sana kwa maisha yangu. So pia kidogo pia Neema pia akaamua kujitetea pale mistari kidogo, yeye akasema mazee, unajua vipi mazee, wewe yani ni miracle sana kwa maisha yangu. Ani wewe mazee, ani sijui niseme vipi. So Maka akamwambia mazee, acha nikwambie Neema, mimi na wewe tunashare kitu fulani ambaye kila mtu anatamani, na hii kitu ni nini mazee? Ni love, ni true love. By then ni ukweli kabisa. Akamwambia ni true love. Neema akamwambia mazee, ani wewe ni kitu yote ani kwa hii life mazee. Huyo ni nani Neema sasa? Kwa hii life mazee, wakati unafeel kama kila kitu mazee imekataa, ndio mazee unakutana na kitu kizuri mazee. Nilikutana na chombo ambaye ni wewe. So kidogo pale tunamwona George anaingia kwa nyumba na ile kujificha, lakini washamjua, so wana rada yake. So kidogo tunarudi pale, tunampata nani? Tunampata kijana wetu wanamuita Jaden. So kuingia kwa nyumba anapata babake amelala kwa kiti. So akasimama pale akaangalia mzae, akapita kwenda kupita kwa room yake pia iko next na mzae, akapata sili viatu ya madhe iko hapo pale kwa mlango ya bedroom ya mzae hapo nje, na akapiga mateke. So madhe pale ndani hakuwa amelala, akazisikia. So kutoka akakuja nje hapo, akakuja pale sitting room akaangalia vile mzae analala pale, ani zile huruma nini. Okay, so imefika asubuhi na mapema tena sana, tunamuona Mark ameenda pale kwa farm kama kawaida. So kidogo yule bosi amekuja. Kumbuka yule bosi nani Eddie alikuwa ameenda amemshtua pale. So kidogo akamuuliza, nikuulize mazee, kuna kitu nilikuwa nataka tuongee na wewe Mark. So wamesalimiana pale, akamwambia kuna kitu nilikuwa nataka kuongea. Akamuuliza nini? Akamwambia kuna jamaa amekuja hapa anaitwa Eddie, ati ni mzee wake Neema. Kwani Neema hakuwa divorced? So akamwambia hapana, alikuwa divorced. Akasema hapana, design huyu jamaa anaongea anasema hapana, hakuwa divorced, ni bwanake Neema. So akamuuliza, okay, ajua wewe, nilikuwa nataka tukujua kitu moja kutoka kwako. Juu jamaa anasema ati amekutrust sana, na nani amekutrust sana? Na familia yake. So Mark na zake zimeenda juu. Akamuuliza, so unajaribu kumaanisha nini? Akamwambia hapana, unajua hata ile story ya Serenge ni. So Mark akamshautia bosi wake akamwambia hapana, wewe ni time tu ulipatia huyu jamaa ukamsikiza. Nani bosi akamwambia hapana Mark, ninajaribu kukuambia, nilikuwa nataka kujua kuna kitu kati ya wewe na Neema. Mark akaruka juu bana, toa nguo yake hapo, hizo nguo ya huwa anatumia pale, akampea na akamwambia mazee, kama ni kazi kaa nayo, na akachomoka akaenda. So boss anamwambia hapana, sikuwa nataka uache job. So Mark amechomoka ameenda. So tunakutoa pale kidogo na kurudisha pale kwa kina Jaden. Kwa kina Jaden pale tunamuona mazee, mama ameamka asubuhi ametayarisha breakfast pale, naona anapelekea mzae pale. Na mazee nilikwambia mzae pia design alikuwa anamuona pale, anaona kama chombo chake kimerudi. So kidogo akamuita Barasa, amka, umelalaje? Akaambia nimelala vizuri. Pia akamuuliza umelalaje? Akasema nimelala vizuri. Akaambia ni sawa basi, amka kana uso ndio breakfast. So jamaa akamwambia vipi, mbona umefanya hizi zote? Haungejisumbua tu unapika breakfast. Kwani umepika breakfast? Ulikasta akamwambia, so ulikuwa unataka tu nikuje hapa nikae tu kama mgeni tu. So design wanaangaliana mazee. Love is very strong watu wangu. Mapenzi wewe. So unamwona pale anajaribu kumwangalia, akamwambia hapana, hebu enda unao uso ukuje tu have breakfast pamoja. So tunamwona pale Baro anatoka, Wilkista anamwangalia pale. So sometime kwa life inamaanisha mazee, lazima maisha ikufunze ndio urudi kwa humble. Kwa sababu tukikumbuka mara ya kwanza vile waliachana ni kwa sababu alikuwa anataka pesa, alikuwa anataka nini, but amegundua pesa na mali yote bila amani ni kitu bure watu wangu. So tukienda kumaliza kipindi yetu siku ya leo, kidogo pale tunamuona Barasa kurudi pale akapata Wilkista amesimama anajaribu kukunja zile blanketi, zile duvet ambayo Baraza alitumia. So kidogo akamwambia Baraza, mimi na feel like mazee sifai kukuwa hapa, na feel tu kuondokea hapa mapema. So Barasa akamuuliza why, akamwambia hapana, sitaki kuingilia maisha yenu, sitaki kuingilia amani yenu. Mpaka sasa hivi mazee akiona Jaden kama ana ile peace, anafeel kama anaingilia peace hiyo boma. Akamwambia hapana, mbona unasema hivyo? Akamwambia unaenda hapa unataka kwenda wapi? Akamwambia hata sijui unataka kwenda wapi. Akamwambia hapana, kuna mahali unaenda, na kama ni Jaden atatulia tu na kila kitu itakuwa sawa. So akamuuliza na wewe mwenyewe unataka nikae hapa? Wilkista anamuuliza Barasa akamwambia unajua hii nyumba ina wageni wote wanakaribishwa. So wewe unakaribishwa ukae hapa. Kama ni Jaden mazee, kila kitu itakuwa sawa. Watu wangu wa nguvu, kama hujasubscribe unaweza subscribe. We are back kuhakikisha unapata updates na mapema.